Lazima tujifunze kuwaheshimu. Lazima tujifunze kujitiisha chini ya viongozi wetu. Haleluya. Maana Biblia inasema tutakapofanya hivyo, viongozi wetu wataongoza kwa moyo wa kupenda. Hawatakuwa na manunguniko. Ni mzigo mkubwa sana kuongoza kundi la watu ambao hawakukubali. Kuongoza kundi la watu ambao ndani yao wamejawa na manunguniko na wewe. Lakini wakiwa na furaha na wewe, unajua na wewe kiongozi unakuwa na furaha. Haleluya. Haleluya. Chini ya viongozi wetu. Waebrania sura 13 mstari wa 7 na ule wa 10 na ule wa 17, mwandishi wa kitabu hiki anatoa mahusia kwa kanisa. Anasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Viongozi wetu wakiwa na imani, tutaiga imani yao. Viongozi wetu wakiwa na matendo mema, tutaiga matendo mema. Viongozi wetu wakiwa wamejawa na Roho Mtakatifu, tutatamani na sisi tujawe na Roho Mtakatifu. Haleluya. Tuko tunajifunza somo la imani hapa asubuhi wakati wa shule ya Jumapili. Mstari wa 17 anasema, watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafani. Kwa hiyo haitoshi tu kuwaombea. Huyu mwandishi anasema hata kuwanyenyekea. Kwa kufanya hivyo, Biblia inasema wataweza kufanya kazi ya Mungu kwa moyo mzuri. Tuombe. Sio mara nyingi makanisa yetu yanaombea watumishi wa Mungu. Sio mara nyingi makundi yetu yanaombea viongozi. Sio mara nyingi idara za vijana zinaombea viongozi wa vijana. Sio mara nyingi idara za wanawake zinaombea viongozi wa wanawake. Sio mara nyingi. Tena kwenye idara huko kumeharibika sana. Ni rahisi kumwombea mchungaji, lakini sio rahisi kanisa kuombea wazee wa kanisa na mashemasi na wakuu wa idara. Ni rahisi sana kumwombea mchungaji kwa sababu wanamuona kama kioo. Ni rahisi yamkini wakati mwingine kumwombea askofu, lakini tunasahau viongozi wengine ambao wanatembea na viongozi kwenye kanisa. Mmoja wao ni wazee wa kanisa, mashemasi na wakuu wa idara. Hao wakiharibika, mchungaji hawezi akafanya kazi vizuri. Kwa Biblia inasema tuwaombee, lakini sio tu kuwaombea na kuwanyenyekea. Ninapambana sana na swala la unyenyekevu kwa viongozi wetu. Hata kanisani kwangu makao makuu ninapambana sana. Kizazi chetu hiki, Mungu tu aturehemu, ni kigumu kweli kweli kunyenyekea. Ni kigumu sana. Hiki kizazi. Kizazi kingine sina shida. Ila hiki kizazi hiki, watumishi wa Mungu tunapaswa kuwekeza kwa kweli kwa maombi na mafundisho ya kutosha, ili Mungu akifinyange hiki kizazi kiweze kuwa na unyenyekevu. Haleluya. Sasa sizungumzi ninyi hapa wana mlima wa matumaini. Ninazungumza kule nyumbani kwangu, kule nilikotoka. Ninazungumzia kule. Msije mkanichukia. Lakini hata kama nikiwachukia, mkinichukia, kasindano katakuwa kameingia vizuri. Tuwaombee viongozi na kuwanyenyekea. Unajua kuna mazingira watu wanashinda kunyenyekea viongozi kwa sababu wanaona wako kwenye rika moja. Kiongozi akiinuliwa na Bwana anabaki kwa kiongozi bila kujali umri wake. Nitakupa kihistoria. Tumekuwa na viongozi waliinuliwa wakiwa wadogo sana. Mmoja wapo ni Mfalme Daudi, alikuwa kijana mdogo sana. Mmoja wapo ni Nabii Yeremia, alikuwa mdogo kiasi kwamba Mungu alipokuwa anamuita anamwambia mimi ni mtoto. Na Mungu anamwambia wewe kabla hujazaliwa mimi nilikujua. Haleluya. Kabla hujazaliwa Mungu alikujua kwa jina la Yesu. Kabla hujazaliwa Mungu alijua utakuja kutumika kwenye mlima wa matumaini mahali hapa kwa jina la Yesu. Kwa usijione wewe ni mnyonge, usijione wewe ni mdogo. Mungu ana kazi na wewe. Haleluya. Kwa hiyo ni sifa ya kwanza ambayo nilitamani uelewe. Tutembee na viongozi wetu.